Na mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Afrika, ni matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya jioni ya leo, na nakukaribisha katika taarifa zetu za Ndizi Saa Moja, ambapo tunakuletea habari za kina zilizochunguzwa kwa undani kutoka kila kona ya nchi na mipaka. Tuwe pamoja kwa habari za kisiasa, kijamii, kiuchumi, michezo na burudani. Langu jina Oroo Nelpha na mwelekezi wangu akiwa ni Bwana Mongare Alex. Karibu. Na tukianza ni kwamba waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen pamoja na mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC Erastus Etokon leo wametembelea eneo la Kosere katika eneo bunge la Kasipul, kaunti ya Homa Bay, ili kufuatilia maandalizi ya uchaguzi mdogo. Viongozi hao wawili wamehakikishia Wakenya kwa uchaguzi utakaofanyika kwa utaratibu, kwa amani na kwa usawa, huku usalama ukiimarishwa kikamilifu. Jacinta Nyabeta anatuarifu zaidi. Huku shughuli ya kukamilisha mipango ya uchaguzi ndogo zikikamilika hii leo, mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka Erastus Etokon mchana wa leo amezuru eneo la Kosele, kaunti ya Homa Bay, ili kuhakikisha mipango yote imekamilika. Akizungumza na wanahabari, mwenyekiti huyo amewahakikishia Wakenya wote uchaguzi utafanyika kwa njia ya uwazi na wa amani, huku akiwaomba wakazi wa Kasipul kujitokeza kupiga kura kwa wingi na kuwaombea wawe watulivu. The county commissioner, the county commander of police, we met all the security sector officers here, and they have assured us that they have, based on the situation on the ground and of course their consultation with the various stakeholders, they have deployed appropriately, so that then to guarantee to the people of Kasipul that the elections, that they are secured and the elections will go on peacefully from tomorrow morning up to the evening and after, when the results are announced. Wakati huo huo, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen naye amewaonya wahuni wote wanaopanga kuvuruga shughuli ya uchaguzi, akisema kuwa watachukuliwa hatua kali za kisheria. Aidha, amewasisitizia wanaopanga kuvuruga chaguzi hizo kwamba si wale watakaosimamia tu wataadhibiwa, bali hata wale watakaotumika kuwasafirisha pia wataadhibiwa. Polisi watakaojiunga na wahuni pia wameonywa vikali kwamba iwapo watapatikana wanahofia kufutwa kazi. Happy to communicate through this medium. We want to assure the people of Kenya and people of Kasipul and the other polling areas in Ugunja, in Malava, all the way, Magarini, Mbere North, Dagoreti, I mean not Dagoreti but Kariobangi, yes I think, yes, in Nairobi and in Tana River. We want to assure them that we are coming out for your good. Even if you see police officers tomorrow, and that is the message I want the people of Kasipul to know. If we see areas where the police are patrolling, heavy police presence, police vehicles, it's because it's for your own good. It's better to see the police than to see the goons. So areas where we fear that there would be planned, some people will have planned violence, or where people are planning chaos, we would like to deploy as many police officers as possible. So we want to forewarn our people to appreciate that there might be cases where in some areas you will see heavy police presence. It is not there for against the people. It's for your own good, to guarantee your right to vote and to make sure that you have a peaceful environment for you to exercise your constitutional right. Vilevile Erastus Etokon aliangazia swala la kuwahonga wapiga kura, akiwaonya vikali wawaniaji kuepuka na mpango huo. Aidha, kiongozi huyo ameahidi kuwachukulia hatua kali watakaovunja sheria kwenye kura hizo ndogo kwa kuwatia mbaroni na kuwafungulia mashtaka. Wakati huo huo, kiongozi huyo
alisema kuwa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imeweka mikakati ya kuzuia tendo hilo kwenye maeneo yote ambayo chaguzi ndogo zitakuwa zikifanyika. You know, we are dealing with a situation where we have political parties and candidates. Everybody is trying to gain an advantage here and there. And of course, these political actors can do anything in order to win favors from the electorate. But clearly, the law stipulates that bribery is an election offense. Intimidation, harassment. So those election offenses are dealt with by the law. And these political actors know. They know they shouldn't be doing that. And if they are doing, all we need to do is let us have those cases reported with evidence, so that then, as I've said earlier, the Electoral Code of Conduct Enforcement Committee will examine the evidence, and on the basis of that will make a determination. Upande wake, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen aliwahakikishia Wakenya na wawaniaji wote usalama wa kutosha kwa kuhakikisha kwamba idadi ya maafisa wa polisi imeongezwa, haswa kwenye vituo ambavyo vimekuwa vikishuhudia vurugu kubwa. Nikiripotia runinga ya Ndizi TV Africa, jina langu ni Jacinta Nyabeta. Na maafisa wa tume huru ya uchaguzi na mipaka ya IEBC wametoa hakikisho kwa maandalizi ya uchaguzi mdogo wa wodi ya Narok mjini yamekamilika. Akizungumza na waandishi wa habari, Hafiza Mbungwa Kuria amesema wamejipanga kikamilifu kuhakikisha zoezi hilo la upigaji kura litafanyika kesho kwa utaratibu, usahihi na amani. Asubuhi, alafu wakipiga kura na waje kwa wingi. Wakipiga kura waelekee, warudi mahali walipotoka. Kama ni nyumbani warudi nyumbani, kama ni kazini warudi kazini mwao. Kisha jioni wagojee matokeo through kwa radio stations zao, TVs zao. Tutatangazia hapo. Tuko ready, tuko tayari kupeana free fair election ambayo itakuwa kesho. Tunawaomba wapiga kura hapa Narok wajitokeze kwa wingi, wakuja wapige kura na alafu warudi makwao, ndio tuweze kuwafanyia hiyo kazi ya uchaguzi, so that it is free, fair and free of any. Na tukielekea katika kaunti ya Kisii ni kwamba gavana wa kaunti ya Kisii Simba Arati ametoa onyo kali kwa wakandarasi wa kaunti hiyo waliotekeleza miradi ya ubora duni. Akizungumza katika hospitali ya rufaa ya Kisii akizindua wadi za watoto Nyangito, gavana Arati amesema baadhi ya nyumba maarufu zilizojengwa ni za mradi wa umma tayari zinanyufa, jambo ambalo linahitaji hatua za haraka. This is not good. Where is the reinforcement, what size and mtu yeyote ambaye alihusika kwa mjengo huu, akuwe contractor, akuwe ni engineer, akuwe ni nani alisimamia, lazima wawajibike hata kama yeye ni nani. Imagine kama ingekuwa imeanguka na watu wamekufa ndani, ile vita ningekuwa nimepigwa. Ni mbaya sana hata kukamata, kwa sababu siwezi simamia mijengo ambayo imeanguka. We want to direct the legal department right to EACC today. Tomorrow they must accompany Engineer Gitau and the team from national government na NCA mfanye. Na walinzi wa George Natembea, gavana wa Trans Nzoia, wameondolewa, hatua ambayo kulingana na Kipchumba Murkomen, waziri wa usalama wa ndani, hiyo ni kutokana na ripoti ya polisi inayodaiwa kwamba baadhi ya maafisa waliokuwa wakimlinda gavana walikuwa wanashirikiana na wahuni. Murkomen alibainisha kuwa waliotajwa hawana tena mamlaka ya kuwa walinzi wa gavana na kwamba hatua hiyo imechukuliwa kama tahadhari kabla ya kuendelea na uchunguzi kuhusiana na matukio yaliyojitokeza yakiwemo mashambulizi dhidi ya gavana katika eneo la Kapchai, kaunti ya Bungoma. The fact that you have been attached to a certain VIP does not make you
part and parcel of his campaign, part and parcel of his ideologies, part and parcel of his criminal plans. You need to know that at any one time you remain an officer of the National Police Service. So if there are any people who have been withdrawn, it must be in relation to the planned violence and the recent violent confrontations, and the fact that some of these police officers have been found in the middle of goons, facilitating goons, transporting, hiring. And it's not enough that they have been withdrawn. A disciplinary action will be taken against them. And if the charges are proven, they will lose their jobs. They will be relieved of their responsibilities within the National Police Service. So it's not enough even to complain that they have been withdrawn. It may also be that those police officers may never go back to their jobs if it is found that they were facilitating violence in any part of our country. Na kikundi cha wakazi wa kaunti ya Kericho kimewasilisha ombi mahakamani likitaka mahakama ya mazingira na ardhi kuamuru kurejesha kwa vipande viwili vya ardhi vilivyodhibitiwa na sasa na kampuni ya sukari ya Muhoroni. Wakazi hao wanaitaka mahakama itambue serikali ya kaunti Kericho kama mmiliki halali wa shamba hayo ya niaba ya jamii ya eneo hilo. Filed a petition for abrogation of due process by National Land Commission for moving in illegally to subdivide a leasehold property, plan, survey and settle without the authority of Kericho County Government, which is the owner of the said 2 parcels of land. We've also infringed the domain on aspects of constitutional infringement under Article 47, where we are saying the community surrounding the parcels of Kericho County was not involved through public participation and any written notice. We also saw the other day the Member of Parliament for Muhoroni, the Honorable Koyo, table a statement in the National Assembly on the same matter. We're asking Koyo, you do not know where your boundaries are? Koyo, you're a Member of Parliament for Muhoroni. Where are the boundaries? Where are the polling stations that fall in your constituency? Is there any polling station in the said parcel of land that is in your constituency? Please pay a visit to the nearest electoral commission and Na katika kaunti ya Homa Bay, idara ya kilimo ya kaunti ya Homa Bay kwa ushirikiano na washirika wa maendeleo imezindua mradi wa boost unaolenga kuimarisha afya ya mimea, kudhibiti wadudu na magonjwa. Mradi huo ulifadhiliwa na Umoja wa Ulaya. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, mkurugenzi wa kilimo Eli Kadala alisema mpango huo ulioanza katika kaunti ndogo ya Rachonyo Kaskazini na Ndhiwa utaboresha usalizaji wa kilimo kupitia mbinu bora za ulinzi za mazao. My name is Eric Adel, the County Director of Agriculture. I want to take this opportunity first of all to express our gratitude as a county government to our partners who have been partnering with us. We have been implementing the project that is called the Boost, that is supported by the European Union and implemented by FAO. We are very grateful that through the same project we have established in two sub-counties, that is Rachonyo North and Ndhiwa, the Agroecology Service Providers Hub. And this Service Providers Hub, they are very critical in providing the services to our farmers. So today the launch was specifically on the plant health plant health management service providers. So this is actually a model where we have trained 3 doctors in this place. And then the plant health management service providers, we have trained 20, and these are going to act as service providers to help in the management of
pests and diseases. We actually understand that we lose about 30% of our crops to pests and diseases. And therefore management is very critical for us as a county government whose mandate is to realize food security to our people. So if we can be able to manage and save 30%, then we are certain that we will be achieving our mandate, realizing the food security and also improving the livelihood of our people. Wakulima ambapo where we have this project, please mujitume, go to these experts because they have been trained for you. Doctors don't go to patients, patients go to doctors. So this is a strategy that, and because they are also within reach, they are in the wards. You will not go a long distance, they are within reach. Enda muwaone, wawasaidie ili muweze kutunza mimea yenu, ili mupate mavuno ya kutosha kwa familia na ingine ya kuuza. Naam, shukran sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa kwa wakati wako, ila usiende mbali wakati ambapo naenda mapumziko kwa muda usio mrefu. Nitakaporejea nitazidi kukufahamisha vile ambavyo waziri wa afya Aden Duale ameahidi kuwa Kenya itafika kiwango cha 3 cha ukomavu wa shirika la afya duniani kufika Machi mwaka ujao. Usiende mbali.